Familia ilipofika pale ilikutanisha marehemu yuko ndani ya maji, kumwokoa ndani ya maji, akakutanisha tayari ameshafariki ndani ya maji. Hapa chini ya jua marehemu aliishi miaka 28. Baba Lao TV bora, Baba Lao. Tunasoma hotuba fupi ya marehemu. Marehemu aliitwa kwa jina la Juma Hamisi wa familia ya Balala Basilotonga. Marehemu alizaliwa Parugufu tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka wa 1998. Jina la baba marehemu Hamisi Karuta wa familia ya Balala Basilotonga. Jina la mama Kashindi Kili wa jamaa ya Babinga pale Fizi. Maisha ya marehemu. Marehemu alisoma shule la msingi, hapo alishia darasa la 5 la msingi. Kazi ya marehemu. Marehemu alikuwa mkulima, pia alikuwa anajishughulisha na kazi ya kutasifu. Magonjwa. Marehemu alisumbuliwa na magonjwa hapo utotoni, ugonjwa kama vile kidededede, yaani kwa lugha yetu tunaita mnyonyi. Ugonjwa huo ulitibiwa ukawa unapungua kwa muda, lakini kwa miaka hii ya juzi magonjwa tena yalirudia ikazaa mpaka kifaa. Basi ilipofika siku ya Mungu ya tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu, marehemu alienda kuoga mtoni. Alipofika mtoni, alikuwa manguo kwa kunawa. Wakati alipoingia ndani ya maji hakutoka. Sasa hapo familia haikujua lolote. Ilipofika mwezi wa 2 karibuni mwezi wa 3, familia ikapewa habari ya kwamba marehemu ameingia ndani ya maji na kuweza kutoka. Familia ilipofika pale ilikutanisha marehemu yuko ndani ya maji, kumwokoa ndani ya maji, akakutanisha tayari ameshafariki ndani ya maji. Yaani ule ugonjwa wake ulitokea ndani ya maji na ndio uliosababisha mauti. Hapa chini ya jua marehemu aliishi miaka 28. Bwana amefana pia amekuwa. Jina la Bwana lisifiwe. Sawa, nije ni wote kutoka YouTube nao. Ya kwanza tumukanyama losoleano babuto bose basikado butuchi kujwa neto kwa ululu ulo tu maana watushika ndeba chitelibo tabagulwa kwenge adu motoele bakanya batu bose bose mwaluleano watu tukatelicha ulikolo mtu elete mkuta neto hiyo tumukanyama kwa asatu kwa atakatutela na kubatutela manga tu wakanyaibo bazijirika hivyo watu kaya kabisa yeye hapa tayari tu uchunge wale mbakiwa tena ile ndio mambo yetu wakishika kwa hiyo shida gani bo kwa hawati na kwa watu maana ele ni huwe itakuwa tu maana na tawa mbele iwa huru wati iwa wati watu yakawa tujio ni matendo iwa tuoro kwa baadhi hivyo anayewa aya anayewa tamichina na sekretari kama malale mwene
ili vyote viko wakati hata kama matatizo wakati yale mwezi. Kwa hiyo hiyo tunasema ni bora watu tunasahau hiyo ile tukienda sala utuya apata ongeza wala apata kupunguza niweti kwa hiyo ni Isawa watu wale setu mwana wakata leo waulana hata nivo wakashirika nalo haka wakashirika nalo tukia mtu nusuku na kila mtu ayo lila wake niweti uwezo Isao uwegondi kijiji ya mleano kwenye ya jitwa itenda nivo twabegera manga n'umupaka itoshika ale mpaka waitwa lakini jitwa ni make makao uasilimia ikana maoni nane makimilama bashira njitwa hivyo atushika pengo ya buna manga ndio wamoto naona nibo editi ajitwa editi efetwa pamoja na familia ya Shikwa mtu mwingine mwana ombe. Asante. Niweti ombe. Sawa, niseme pia tumeshukuru kwa wanajamii wote waliopata kazi zao. Lakini jina maarufu Donke. Pia marehemu tulimpokea katika shirika letu la PDFCT ambalo linapatikana maeneo ya Edwa jirani na store. Kipindi tumepokea shirika hili, kijana huyu Jimmy alikuwa miongoni kabisa wa waanzilishi. Kati ya vijana ambao tumefanya nao kazi kwa upande wa kanisa, Jimmy alikuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia nilipofika mwaka wa 2019 ndugu Jimmy Donke alitamani kubatizwa na kanisa ikatimiza haja ya moyo wake. Kwa hiyo Jimmy alibatizwa kwa ishara ya maji mengi. Maisha yake kanisani, Jimmy Donke tumekuwa naye kanisani. Kiukweli amekuwa kijana mwaminifu sana na mchapakazi shujaa kwa upande wa kanisa. Kila kazi ambayo ilifanyika kanisani, yeye alikuwa ni wa kwanza kufika mapema kabla watu wote hawajafika. Lakini pia hata siku za ibada, ikiwa ibada inaanza saa 4, yeye alikuwa anafika saa 2 ameshakuwa kanisani. Kwa hiyo tunakumbuka mambo ambayo ameyafanya kanisani. Ni kweli tumebakiwa na upweke mkubwa sana. Familia ilitukabidhi kijana Jimmy Donke ili kumwelekeza kabisa moja kwa moja kanisani, na yeye akaelekea kufanya hivyo. Na nilipofika mwaka huu kama mwezi wa 2, kijana akawa haonekani tena kanisani. Tulijaribu kumfuatilia hata katika familia, kijana akawa amepotea kabisa. Lakini tuliendelea kumtafuta kama kanisa. Lakini kuanza huo mwezi wa 2 mpaka alipotuacha hatukumuona tena kanisani. Kilichosababisha tuje kumzika, sisi kanisa la PDFCT kwa mila na taratibu zetu za shirika, Mkristo akimaliza miezi kadhaa haonekani kanisani, akipata shida sisi waga hatuhusiki. Lakini tunaenzi kazi na juhudi zake alizokuwa anazifanya kanisani. Tumekumbuka matendo mema ambayo ameyatenda kwa upande wa kanisa, tukaona ni bora tuje tuhifadhi mwili wake kwa upande wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tumepata taarifa yake ya kifo siku ya kwanza asubuhi, tukasikia kwamba Jimmy ametuacha. Kama familia ilivyohadisia, na sisi vivyo hivyo ndivyo tulivyosikia. Na sisi kama kanisa hatuna mengi sana ya kusema, lakini tumehuzunika kwa sababu tumempoteza. Baba Lao TV bora, Baba Lao.